baada ya sare kwa umekamatika, lakini katika kipindi sare bila goli ulikuwa mechi na majani, lakini pia Simba mmeonyesha kwamba usajili mnaofanya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa salama mchezo wetu huu wa leo. Matokeo ambayo tumeyapata yana pande mbili. Kwanza yametufurahisha, lakini kuna namna ambayo yametuhuzunisha. Yametufurahisha kwa kuwa tumefanikiwa kuondoka kwenye syndicate ya kupoteza mara nyingi dhidi ya mpinzani mmoja. Haikuwa historia nzuri na wala haikuwa rekodi nzuri kwa Simba Sports Club kupoteza mara 5 mara 6 dhidi ya mpinzani mmoja. Kwa hiyo tumefanya kazi, tumefanikiwa kuondosha hilo, lakini jambo ambalo halijatufurahisha leo ni kwamba tulistahili kupata ushindi kwa aina ya timu ambayo tumekuwa nayo na kwa aina ya mchezo ambao tumekuwa nao, kwa ubora tuliouonesha leo hii, dhahiri shahiri tulistahili kupata ushindi. Na tena sio ushindi kibuchu, ni ushindi mnono kweli. Namna ambavyo timu yetu inacheza kwa kiwango cha hali ya juu, namna ambavyo tumemiliki mpira, namna ambavyo tumetengeneza mashambulizi na nafasi nyingi kweli, na namna ambavyo tumekosa nafasi za wazi kweli. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba timu yetu imekuwa bora, na kitu ambacho kinatufurahisha leo ni kwamba timu yetu imeimprove. Wakati tunasema timu yetu imeimprove, walikuwa nasema kipimo halisi ni tarehe 1 ya mwezi wa 3. Kadri tukijirasibu ya kwamba tumefanya usajili mzuri dirisha dogo, wanasema subirini tarehe 1 ya mwezi wa 3. Kwa hiyo leo tulikuja hapa kuwaonesha ubora wa timu yetu, na bila shaka wameuona ubora wa timu yetu, na hilo ndilo ambalo sisi linatupa faraja na matumaini makubwa. Timu yetu inaongezeka ubora maradufu kweli. Timu yetu ina uwezo mkubwa wa kucheza mpira. Leo hii tumemtawala mpinzani wetu kwa zaidi ya 98%. Tulikuwa bora kwenye kila eneo. Kwa hiyo peke yake inatufanya sisi wanasimba tuondoke hapa katika uwanja wa Amani tukiwa mashujaa wa nafsi zetu, tukijivunia ubora wa timu yetu, lakini ikitupa taswira ya kwamba mbele yetu ni bora kweli. Leo tulikuja na kampeni ya kupata ushindi ili kupunguza gap la pointi baina sisi na mpinzani wetu. Tumeshindwa kufanya hivyo, lakini kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo inatupa matumaini ya kwamba hakuna timu yoyote ya ligi kuu ina uwezo wa kumzuia Simba sipate ushindi. Labda abahatishe tu kwa patu kama Dodoma Jiji, lakini in terms of football hakuna timu yoyote ya ligi kuu ina uwezo wa kuizuia Simba isipate alama 3. Gap la pointi bado ni kubwa, lakini kwa idadi ya michezo iliyobaki na ubora wa timu yetu hivi sasa tunaweza kutembea tukijinasibu ya kwamba hilo gap litayeyuka mithili ya theluji inavyoyeyuka juu ya mlima Kilimanjaro. Lakini wapinzani wetu leo wanapaswa kumshukuru Mungu kweli na kumshukuru aliyekataa goli letu. Mimi sijaona marudio vizuri, lakini waliotazama kupitia Azam TV wanakiri ya kwamba ni goli halali. Mimi sina hakika na siwezi kuizungumzia, lakini watu waliotazama kwenye TV wamejiridhisha pasina shaka ya aina yoyote ile kwamba lile ni goli. Hata hao ni watu pengine wana mizuka yao, ama pengine wana maoni yao, ama wana mapenzi yao, lakini yote kwa yote leo hii wapinzani wetu niseme tu wamekuwa na bahati kweli. Wameponea kwenye tundu la sindano. Leo tulikuwa tunawafanya vibaya mno, leo tulikuwa tunawadhalilisha hapa katika uwanja wa Amani, leo tulikuwa tunamgeuza vibaya, leo tulikuwa tunamchakaza na hatokaa sahau katika maisha yake. Ameipata hii sare, lakini aende akamshukuru Mwenyezi Mungu, maana haikuwa sare ya kawaida. Leo hii nyama tulikuwa kwenye ubora wetu wa hali ya juu sana, na kwa mara ya kwanza mchezaji bora wa mechi amepewa tuzo kwa sababu ya kupoteza muda. Zaidi ya dakika 10 imepotea pamoja na kuokoa kwake, lakini football inapaswa kuchezwa, mpira unatakiwa kucheza. Sasa kinara wa kupoteza muda
anakwenda kupewa na tuzo. Maana yake mechi inayokuja kuna mwingine naye atapoteza muda, akiamini kwamba ukipoteza muda unapewa na tuzo. Mpira unatakiwa kuchezwa. Aliyepewa tuzo ya man of the match amepewa kwa sababu amepoteza muda mwingi, dakika 3 amelala, na kila akifanyia shambulizi analala, lakini mwisho siku amekuja kutunukiwa tuzo. Anyway, mamlaka unaona yeye anastahili, lakini hiyo ni dhahiri shahidi ya kwamba hii leo walikuwa kwenye kikaango cha moto na tungewafanya vibaya. Wakati unazungumza unatoka Dodoma pale, sema hizi ndio mechi zetu ambazo huwa tunaenjoy, ni kama wakawa na haki hivi. Bila shaka leo tumepata pressure shamba. Nadhani wao wenyewe wataongea, wasipoongea kwa maneno, lakini nafsi zao zitaongea. Wanajua kitu gani tumewafanya. Kama kuna mtu atapita mbele, mtu wa nyuma mwipo atapita mbele kujinasua kama nendeni mkamkague vizuri, lazima kuna mahala kuna shida. Wakiwa nini sasa? Hiyo shida zetu sasa hasa timu nategemea mchezaji mmoja. Libase Geye anaitwa MRI, ni mashine ya kupima umri. Nadhani leo hii wameelewa tulivyoambia tumewapa mzee, leo hii wamejua tuliwapa mchezaji wa aina gani. Libase Geye amefanya kazi yake ipasavyo ya kufanya umri, ya kupima umri kupitia mashine ya MRI. Kirefu chake sijui hapo, lakini itakuwa ni Medical Reconstructed Institution. Basi ni taasisi ya kupima umri. Sasa kwa Libase Geye, yeye ni taasisi katupimia watu. Alikuwa anawachukua anawapindua na aliwalaza, umeona mwandishi shuhuda fanya vibaya. Mungu leo hawa wamshukuru Mungu, lakini tulikuwa tunafanya taasisi huwa mara nyingi inakamilika kila idara. Kwa kweli, ndugu zangu waandishi wa habari, tulikuja hapa kwa ajili ya kumbadilisha mchezaji, na ni basi tu tuseme wameponea kwenye tundu wa sita. Labda niseme hivi, katika mara zote ambazo ametufunga, ambazo ametufunga kwa sababu za kimpira, haziwezi kuzidi mara zote ametufunga kwa namna gani, lakini tukisimamisha shilingi kweli kweli, mechi zote ambazo ametufunga ni kwa namna gani na kwa misaada nyingi kweli kweli. Na leo hii mmeona Nyama alikuwa anaondoka na alama 3 hapa, natosha mechi kubwa hii. Lakini tazama nafasi ambayo alikosa alikosa Olemba. Dakika ya pili tulikuwa tunaua mechi hii, nafasi ambayo amekosa Mpanzu. Leo tulikuwa tunawafanya vibaya. Hatua moja imekula nginja. Leo kipa wetu amecheza ama amedaka mpira mmoja tu dakika 90 zote. Yani mechi ya leo angeweza kukaa hata Chiko na tusifunge na familia. Ndio ile Simba sasa ya asali na maziwa na tende ndani yake na halua, yani ni mwendo wa sukari. Lakini hatujamaliza, tutakutana hapa wanaita Guantanamo, na tukawaambia sisi ndio manyakara. Tumeingia Guantanamo, tumemchukua mtu wetu, tunakwenda kushughulika naye. Sisi ndio mabwana jela, tumefanya ubaya hapa. Huko ndo tutawaua, huko ndio tutawaua. Tutaangalia, ngoja tusubiri. Asante sana.